Mwirori wa Barothi wa Thayo TV itheka miara huko na goko nikuo tugaga one muci uria tukiugaga ati wega umaga nakuo tondu Barothi TV tugaga wega umaga na muci ne mawega ni umaga na guku ni kuri andu ingi muno tuteithitie na andu ingi tuga feature o haha na twanona gakundi kao magiuka kuga ni wega magiuka kuga ni thengio tiothe magiuka kuga ni wega tuona andu aria mahonirio ni Jesu tiothe no umwe wa weyumiririe kuga ni thengio so to nginya gukiuga ni thengio wana uthie kanitha-ini uge ni thengio no uthie haria hangi no kuga ni thengio ni gwa bata muno makiria na Pastor Israel Kayanda tondu akire goko ni joinia kugweta horo wigi Thanksgiving uthie kindu gia bata Thanksgiving na ona tukwira mundu kiugwa ni thengio ni kia bata muno makiria kuririkana gucoka ti andu othe mahotaga kuririkana gucoka na tutingikimatuira no korwo matiki understandaga gucokia ngatho ni kuga atia. Yes, and that's why tuko na Pastor Pastor Israel Kayanda. Karibu sana. Asante sana. Yes. Umenitafuta, ukanitafuta, hadi umenipata. Nimekutafuta hadi kwa view sasa, haupatikani. Habari gani? Njema kabisa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii tena. Yes. Kwamba tumekutana na mtu wa muhimu sana. Yes. Katika maisha ya watu wengi, hata katika maisha ya wachungaji, ambaye ni Barothi wa Thayo. Yes, yes. So tulikutana nafikiri is it 2 months miezi miwili iliyopita. Miezi miwili iliyopita. Na sijui kama ni vizuri pia kabla uambie umekuja ama umenitafuta kwa nini, uambie tulikuwa tumekutana kwa nini? Sababu muhimu sana ya kumtafuta huyu ndugu, nitasema mtumishi. Maana ni mtumishi wa Mungu, maana amesaidia watu wengi. Pia na amesaidia hata wachungaji. So sababu ya kumtafuta kwamba nakumbuka kwamba kuna wakati ambapo tulikutana na yeye na katika ile hali kwamba ndio mimi mwenyewe nimekuwa katika hii huduma, ninahubiria watu, ninaombea watu ambao ni wagonjwa, Mungu anawaponya. Na wengi pia ambao walikuwa na shida mbalimbali, ndoa zimekuwa na shida na zinarejea. So nilikuwa kwamba sijulikani sana. Hata kama nilikuwa naombea watu, nilikuwa sijulikani sana. Lakini yule aliyenifanya kwamba nijulikane ni Barothi wa Thayo. Hebu waambie ulikuwa umekuja kufanya nini wakati huo? Labda unaweza waguzia kidogo story yako ndio waweze kujua. Hadithi yangu ni kwamba sasa mimi mwenyewe ni mzaliwa wa Tanzania. Na nilipokuja Kenya nikawa Mkikuyu. Sasa hapa Kenya watu wengine wengi wananijua kwamba nitaga Johana Karaja. Maana nilipokuja Kenya nikawa Mkikuyu. Sasa mimi katika hadithi yangu kwamba mimi nimepita katika mambo magumu. Nilizaliwa na nilipozaliwa mama yangu akafa. So katika njia nyingine nimeishi nikiwa orphan. Niliishi nikiwa orphan. Hivyo mamako alikufa wakati alipokuwa anakuzaa. Kwa alipokuwa ananizaa. Sasa nikatwaliwa na mama fulani ambaye aliishi kunitesa, nikaishi maisha magumu sana. Hiyo hadithi nilipeana na ukiangalia kwamba Pastor Israel utakuta kwamba hiyo hadithi nilipeana. Jini pita kadema maisha magumu sana, nikarudi pia nikapata ajali, nikavunjika miguu, nikaishi kwenye wheelchair miaka 6. So na Mungu akaniponya tu dhidi ya mateso yote. Kuna wakati nilipokuwa nahudumia watu kanisani nilikuwa kwenye wheelchair, naombea viwete wanatembea, naombea wagonjwa, Mungu anawaponya, watu wanatendewa mambo makubwa, lakini mimi nilikuwa tu kwenye wheelchair. Lakini siku moja Mungu akaniambia simama. Na nikainua kwenye wheelchair nilipokuwa tu ninahubiri. So na nikawa kwamba nimefungua huduma zingine kwamba Voi, na nilipokuja Nairobi sikujua nitaanzia wapi. Lakini Mungu akafungua njia, tukakutana na ndugu Barothi wa Thayo. Yes. Tulipokutana na Barothi wajua, hapo ndio sasa nikapata nafasi ya kuwafikia watu wengi sana. Na nimewafikia watu wengi, nimeona Mungu. Sijui kama umewaambia pia ulituambia kuhusu mke wako mwenye alikuacha kwa kitanda cha hospitali. Kuna mke ndiye nilipokuwa katika wheelchair wakati nilipovunjika miguu.
na nikavunjika miguu, nikavunjika spinal cord, shingo ikawa pia imevunjika. Mke wangu alipokuja kuniangalia kwenye hospitali alinitazama hivi na akasema huyu mambo yake kwisha. Hamna mahali anaelekea, kaona kwamba sasa ndoa imefika mwisho, sasa hawezi kuishi na mtu ambaye hana tumaini la kuishi tena. So aliondoka na akasema akagoroda hivya. Akagoroda hivya. Akakuacha hospitali. Akaniacha hospitali. Na akatafuta mume mwingine na akaolewa kwake. Sasa hivi aliolewa. Sasa aliolewa na amezaa watoto wengine 3 mahali alipo. Amai kukupigia? Hajawahi, lakini kwamba aliposikia kwamba mimi nimepona, asikia tu habari. Lakini nachoshukuru kwamba kuna wakati nilikuwa namuomba Mungu kuhusu watoto wangu, na wakati mmoja tu watoto walinirejea. Na wasichana 2 ambao ni wasichana warembo, mmoja yuko 4th year university. Na yule mwingine yuko form 4. Okay. Wow. So baada ya kupeana hiyo historia tumekaa kwa muda bila kuzungumza, so ukaamua kunitafuta. Nikaamua kutafuta, maana ilikuwa na impact yote ama watu walikusikiza, walikupigia simu? Watu wamenisikiza sana. Watu wakanipigia simu, nikafikia watu hata katika sehemu za nchi za ngambo. Kuna watu walikuwa wagonjwa, nikanipigia simu, tukaomba kwenye simu, Mungu akawaponya. Kuna dada mmoja anaitwa Monica, alikuwa ICU Dubai. Na akasikia habari zangu na akanitafuta tu kwenye simu. Nakumbuka kwamba tu nikimuombea kwenye simu, na katika ICU anasema tu mimi ninapumua tu, lakini sioni tumaini la kuishi. Mchungaji, niombee tu mimi niende salama, na uombee familia yangu ambayo imeachwa. Nakumbuka sauti ikiniambia kwamba Monica, hautakufa, utaishi. Na nikamwambia kiri uhai kwenye kinywa chako. Na akasema tu pastor, ninakiri uhai. Nalipokiri uhai, nikamwambia kwa siku 3 Monica, tutakuwa naongea na wewe. Na siku ya 3 hata nimemrekodi kwenye simu yangu tukiongea na yeye na nikimwombea. Baada ya siku 3 nilipopigia Monica alijibu simu kama anacheka. Akasema pastor, mimi nimepona. Wow. Wow. Akasema nimepona. Hata watoto wangu waliposikia amepona, watoto wangu walirudiwa na furaha, maana sasa watoto wenyewe walikuwa wanashangaa, sasa tutaishi namna gani, mama anaenda, sasa sisi tumebaki peke yetu huku, maisha yatakuwa magumu. Lakini hata alipopona ilikuwa ni furaha hata kwa familia yake. Wow. So baada ya hapo sasa ukaamua kunitafuta? Baada ya hapo sasa nimefikia watu wengi sana, na ikawa Mungu amewatendea mambo makubwa. Kupitia kwa enlarge kwako, kwa kufikia niliweza kuwa sikuwa na sehemu ya kuabudia, nilikuwa na sehemu ndogo tu sana. Lakini kupitia kwako kuna watu pia waliguzwa na Mungu na wakaweza kunisaidia kwamba nikapata sehemu kubwa ya kuabudia. Na nilipopata sehemu kubwa ya kuabudia, mahali pale Mungu ameleta watu wengi, wamefunguliwa mahali pale, ndoa zimerejea mahali pale, watu wameponywa mahali pale, wengi wamepata kazi mahali pale. Na kanisa sasa ninapozungumzia saa hizi hamna nafasi. Maana watu wamejaa hadi nje, wengine wanashiriki wakiwa nje. Wow. So nikasema kwamba wale wenye ukoma. Lile kanisa la kwanza wakati uliachwa na mke wako, kumaanisha kanisa liliisha wakati huo? Hilo liliisha. Maana unajua sasa Mungu amekurejesha tena. Mungu amenirejesha tena. Maana sasa unajua kwamba mke ukiwa mchungaji, mke anapoondoka, mke huwa anashikilia sehemu kubwa sana katika huduma. Na anapoondoka automatic watu tunashindwa sasa, kama mchungaji mke wake ameondoka, anaonekana kwamba hii huduma imeisha. Na hivyo tu hiyo huduma ndio iliyoisha hivyo. Sasa nasema kwamba kuna urejesho. Kuna urejesho mpya. Na Mungu amerejesha huduma tena. Okay. So leo hii kwa nini ukanitafuta? Kukutafuta ni kwamba nakumbuka kwamba wale wenye ukoma, walikuwa wenye ukoma walipoponywa na Yesu, mmoja peke yake alikuja kurudisha shukrani. Nimekutafuta kwa sababu ya kurudisha shukrani kupitia Balozi wa Dhayo TV. Maana imefanya nikafikia watu wengi sana. Watu wengi wameponywa kupitia kwa hii ministry. Watu wengi wamefunguliwa, wengine watu wamerudi kazi, ndoa zingine ambazo zilikuwa zimevunjika zimerudi pamoja, na wamefikiwa tu kufikia kwa Balozi TV.
Kama si Barodhi TV hawangefikiwa. Maisha yao hangerejeshwa. Wengine hata hawangekuwa kazi. Maana kuna watu ambao maisha yalikuwa yamefungwa na wachawi, akitafuta kazi kila mahali ni rejection. Akienda kila ofisi ni rejection. Lakini wakati walipokuja tukaomba nao, kuna wengine hata wametiwa kazi 3, 4. Wengine walikuwa hawalali, ati wananyongwa na mapepo, sijui na mafukuza na paka, lakini walipokuja mahali pale wanalala kama watoto wadogo. Na wakasema mahali hapa hatuondoki tena. Kwa hivyo nimeona Mungu akitenda mahali pale, na niwafikia kutoka kwa Barodhi TV. Na nikasema ya kwamba nitakuja nirudishe shukrani zangu kwa sababu ya hii media. Sirudishi shukrani kwa sababu ya faida yangu. Narudisha shukrani kwa sababu kutupitia kwa hii media watu wengi wamepata ukombozi. Watu wengi wamefunguliwa. Watu wengi nyota zao zimerejeshwa. Watu wengi wameponywa. Kuna watu wameponywa, kuna wengi wameponywa hata ukimwi. Kuna dada ambaye nilikutana naye, ngozi yake ilikuwa imeathirika kabisa hivi, unakuta ngozi ni kama ya mamba. Lakini baada ya mwezi mmoja tumekutana naye dada akaniangonyesha ngozi yake, nikaona inakaa kama mtoto mdogo. Nikasema kwa ni Mungu wewe, ni Mungu wa ajabu namna gani? So nimeona Mungu akitenda makuu. Na ndio sababu nilikuja nirudisha shukrani zangu kwa Barodhi wa Thayo, kwamba Mungu alimtumia nikaweze kufikia watu kama hao ambao hakuna tumaini la kuishi. Umepata tumaini tena la kuishi, na Mungu amewarejeshea maisha yao. So nikasema wacha nikuja nirudishe shukrani zangu hapa kwenye hii media ya Barodhi wa Thayo. Imekuwa msaada mkubwa sana katika hata ufalme huu wa Mungu. Na hivyo Mungu akubariki sana. Na kuna siku ambayo nitaandaa pia uje kule maana sasa kanisa limejaa hadi watu wamefika iko wanaabudia kule nje. Sasa siku moja nitakualika bwana uje uone sasa tuna shida nzuri. Si shida mbaya, tuna shida nzuri maana watu wamejaa mpaka wamekosa hapa kuabudia, wanaabudia nje. Sasa hiyo ni shida nzuri, nitakuita mahali pale. Ukuje tujue ulihitaji washirika sasa wako zaidi hadi hawatoshei sasa kanisani. Ni pale kwa hall that is. Sasa kwa ile hall. Sasa Mungu najua atakubariki na kanisa sasa. Mungu atanibariki na kanisa. Najua baraka zako, najua mtu akikuja kutoa shukrani. Unajua watu hawajui kuhusu shukrani. Ni kweli. Hakuna kitu muhimu na huwa kinafungua milango kama kutoa shukrani. Na si watu wote wanajua. Ukitoa shukrani kuna zile baraka zinafuata. Baadaye kuna milango mingi sana inafunguka after kutoa shukrani. Ni kweli. So watu wanafaa kujua. Hata wewe labda kabla hata utoke hapa utaanza kuona Mungu ameanza kutenda. Ni kweli. Utaona hata Mungu ametenda tu saa hizi wakati nimerudia tu shukrani hapa tu. Baada ya kurudisha tu shukrani ukapokea shukrani zangu kwa mkono hivi. Nimesikia ujumbe kwenye simu yangu. Na ule ujumbe wakati umefika kwenye simu, kuna mtu ameniambia, mtumishi wa Mungu, mimi kanisa utakalojenga mabati yangu yao ya kwanza nataka nikutumie mabati 50. Wow. Kwa sababu tu ya kurudisha shukrani mahali pale. Kwa hivyo wewe unataka kurudisha shukrani sio kitu ati lazima watu wajue, lakini Mungu amejua. Hata watu wasipojua Mungu amejua. So na Mungu anaanza kufanya kazi immediately. Wakati tu umetoa shukrani. Hata unaona hata sadaka za shukrani watu wanaambiwa watoeni sadaka za shukrani. Zina umuhimu sana. Maana kuna kitu Mungu alikufanyia hiyo wiki, ungetaka kutoa sadaka ya shukrani. The moment tu umetoa, hii wiki nyingine baraka zinaanza kukufuata. So there is power in thanksgiving. Na ni vizuri pia watu wajue umuhimu wa thanksgiving. Otherwise usipojua kuna vitu zingine utaona zinafanyikia watu lakini kwako hazifanyiki kweli. So nashukuru pia sio watu wengi, nimesaidia watu wengi lakini sio wote wamewahi kuja hapa kutoa shukrani. So I mean, what do I say? Tuseme tu sasa. So mimi naomba hiyo shukrani umetoa, Mungu akufungulie njia. Amina. Na najua hiyo kanisa utajenga. Atakupea kiwanja, atakupea kanisa kubwa, atakupea wafadhili, atakupea watu wa kusimama na wewe, atakupea partners kwa kutoka nchi za nje na hapa Kenya. Na najua baraka zimeanza. Huo ni mwanzo wa baraka. Ni mwanzo wa baraka. Ni kweli kabisa. So hilo ndo milango. Mungu akubariki sana. Amen. Na pia Mungu azidi kuinua hiki kituo. Hii kituo ninaomba kwamba kiweze kupanuka zaidi na zaidi. Amen. Na mimi nitatoa utabiri wangu kwenye kituo hiki kwamba Afrika na Mashariki kitakuwa ni kituo cha kutegemewa na watu wengi. Asante.
na kitakuwa msaada kwa watu wengi. Amen. Maana Mungu anakipanua hiki kituo katika jina la Yesu. Amen. Na utakuwa msaada kwa watu wengi sana. Amen. Yeah. Labda kuna mtu hakuona hiyo testimony yako kwa YouTube, atatafuta Pastor Israel Kayanda. Is it Kayanda ama Kayanda? Israel Yohana Kayanda. Oh, Israel Yohana Kayanda. Good. Johana Karaja. Johana Karaja. Johana Karaja, yani ni Mugikuyu wa Kenya. Au makule TZ ni agarurirwo agitwika Mugikuyu. Eni. Oh my goodness. So thank you so much. So na nafikiri pia ni muhimu upeana namba yako. Labda kuna mtu atasimama kwa ajili ya kukuja kutoa tu hiyo Thanksgiving. Wajua si watu wengi. Ni ria sana. Ria. Ni kweli. Nakwambia tumesaidia watu wengi. Mimi huwa sisaidii mtu ndio akuja atoe shukrani. Na nimesaidia watu wengi, lakini sio wote wanakuja kutoa shukrani. Hata kwenda tu kwa kanisa utoe sadaka ya kutoa shukrani kwa vile Farodhi alikufanyia, kwa sababu si mimi ni Mungu akanitumia. Hata enda tu kanisani utoe sadaka, mwambie Mungu natoa shukrani sababu ulitumia Farodhi akanisaidia. It is always good kutoa Thanksgiving. Inasaidia. So nashukuru sana, na juu ya kutoa Thanksgiving najua kuna watu watasimama na wewe. 100% sure kuna watu wamekuona na watasimama na wewe. Hiyo kanisa imejaa, sasa watakuja zaidi. Na sasa lazima, unajua ukipewa tulikuwa tunaongea na Pastor Garoya. Sijui kama muone hapa. Anakujanga hapa. Sasa akaniambia si alipanua kanisa. Sasa tukakumbuka wakati alipanua kanisa, yeye alikuwa anashinda sasa viti zitatoka wapi, chuma zitatoka wapi. Kumbe tunazipata tu hapa. Sasa nilikuwa namwambia wakati Mungu amekuambia araramia makobe, yani anza kupanua mahali pa kuweka baraka zako. So hawezi kuambia panua kama hajui ni nini itakuja kuwekwa. So wewe panua tu, msikize tu upanue, alafu ngoje. So tupe namba yako. Okay, nambari yangu ya simu ni 0721 777 388. 0721 777 388. Thank you so much. Itatoa nani mtu labda akitaka kusoma naye? Sasa jina litakalotoka linatoka John Kayanda. John Kayanda. Wow, very good. So, thank you so much. Mwali wa Farodhi wa Thayo TV. Etago Pastor Israel Yohana Kayanda mwakole ya Farodhi wa Tanzania no thaisha kire Kenya no igwa mamu wao akuiria kimushiara hau no maugwa donire mamu wao na njira nguhi agicoka riria gikinyira handu ni accident tulipata mani kuonjeka ni accident haya ririo nire mutino gwikinya hindi mutumia nake ni amutiga kanitho rikano irathi na mbere hindi yo mutumia ake mutiga ari haria gitanda-ini amuroriria kiona uri henja kangite kiona hatire mundu akiumiria akimutiga gitanda-ini ni akigirire maundu maingi no thutha wa gwika rugano rwake Ngai ni amuhete kihuruko na akambia kumucokia ringi thiini wa ministry na maundu maingi. So okay, rugame nake. Thank you so much and God bless you.